wakiwa wanajipanga. Kwa hivyo sisi tukuambia zenu, tukianza leo sasa hapa, tukifikia next week Tuesday, mtapata pesa kwa akaunti zenu hizo zinasema. Mjipange vizuri. Kama wewe unakuanga na bodaboda ya kukondesha, enda sasa chukua yako wewe mwenyewe, uko na pesa. Hiyo ya kukondesha chukua, katia mwingine naye apate riziki kama vile ulikuwa unakondesha. Ama namna gani? Kazana, pambana kama mwanaume. Kipambana kama mwanaume tena, wakati umepata hiyo yako, nunua ingine ya pili. Sasa wewe kuwa landlord wa kupeananga boda. Kama namna gani jamani? Sasa tafuta vijana wengine kama wewe ajira vile ulipewa hata wewe. Ama namna gani? Na hivyo ndio vile watu hujikuza, unapata ile sekta watu wameenda juu. Ile kitu nataka tusikilizane ni kwamba nyinyi mtajaribu iwezekanavyo chairman wetu wa SACCO za ward. Kwa vile hiyo pesa mmesikia nimesema ni 2 million, tumeleta hiyo pesa ikiwa ni jaribio kugeria. Tuhamado hiyo. Ndio tuone kama nyinyi mtafanya vile inavyofaa. Kwa budget yangu, na niwaeleze kulingana na vile mimi napanga mambo yangu, sipangangi kitu ya kubahatisha ama kitu yenye ati mtu atakuja aharibu siku zile sisi tutatoka kwa ofisi. Hii mambo tumeweka kwa budget. Baada ya kuweka kwa budget, tunaweka tena kwa hii budget yenye inakuja. Tukitembea hivi tutahakikisha kwamba tumeweka kwa mkataba mzuri pamoja na viongozi wa assembly. Ndio kila saa ile empowerment yenu, support yenu iwe iko all the time mpaka mfike kule juu. Tupo pamoja jamani. So ile kitu nataka kusikia kwenu ni hii. Nataka kusikia ya kwamba hii pesa itaangaliwa, itawekwa pale mwekeze na itachungwa na itaheshimiwa vile mnaona mimi napigana pesa yetu ya Kiambu iheshimiwe. Ama namna gani jamani? Umeona vile mimi nimekuwa nikipambana pesa ya Kiambu iheshimiwe? Si umesikia sasa kazi inafanyika? Tukisema kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo, si tunaongea kitu inaonekana. Mumeongea mambo hiyo mashule yote ambayo mnasikia wa Matangi yamejenga miaka mitatu, 3 years. Mkumbukange, mimi ni gavana wenu wa 4, sio wa kwanza wa kujaribia. 4th governor wa kaunti ya Kiambu. Na wakati mumenichagua 22nd of August, mumenichagua ikiwa hakuna hata shule moja ndani ya hii kaunti imejengewa watoto. Mimi nikaketi kwa hiyo ofisi, nikatengeneza design ya vile shule ya watoto inafaa kukua kulingana na katiba ya Kibaki. Baada ya kumaliza hiyo, nimetembeza hiyo, tukaongea, tukaanza kujenga. 3 years down the line, nimejenga shule 512 na nimemaliza. Watoto wako ndani sasa. Watoto wanasoma. Watoto hao ndio mnasikia sasa wanapatanga maziwa kila siku, wanapata maziwa, wanakula mayai, wanakunywa uji kila siku. Unaona wanang'ara na uniform nzuri. Watoto nimepatia mpaka vitabu vya mwaka mzima bure. Wao wanasoma. Ndio watu wazima na sababu ya kwenda. Na mtu asiambiwa ati wewe ni mtoto wa mwanaboda na huyu ni mtoto ana drop hapa na Range Rover. Wote wakiingia hapo inakuanga ni kipimo ni sawa. Tuko pamoja jameni? Yes. Sasa na hiyo haijafanyika kwa miujiza ingine. Mnajua nyinyi hakuna siku nimekuja kupata mwanaboda nikakwambia ati wewe kuja unilipe pesa yako. Hapana. Vile ilivyokuwa ndivyo iko sasa kwa mambo ya malipo. Tofauti ni moja tu, ya kwamba yule mwenye ameketi kwa ofisi ameamua saa hizi ya kwamba pesa hii mnaona inaingia iko na mwenyewe, na mwenyewe ni nyinyi. Tuko pamoja jameni? Ndio nikasema hii pesa sasa ianze kuheshimiwa. Zamani kwa hii county mtu alikuwa anaingianga kwa hiyo ofisi ya governor, unapata mipango ilikuwa ni kukanga kidogo, alafu watu wanaenda tumekaa iko hapa karibu Kiamburu hapo 4 hours hapo. Tu hoteli nzuri hapo sana. Hapo ndio ilikuanga kikao ya watu wa serikali. Kukaa hapo ni mipango tu. Kuna ka contract hapo, kala wekea haya maramu, nika milioni iko miekea 50. Tuko pamoja? Iko kale hapa tutataka kujenga hii kitu. Wewe jiulize, mimi nimeingia kwa hii kiti after 10 years. Itakuwaje 10 years kuna governor alijaribu kujenga hospitali moja hivi 10 years. Kimani wa Matangi amepata bado imekwama. Hospitali zangu zenye nimejenga the same na 16 months na imemalizika na watu wanakuja kujua. 16 months. Mwaka mmoja na miezi
imefika. Sasa saa hizi mimi nimejenga hospitali, hata watu wanashindwa kama ni hospitali ninaongea juu yake ama ninaongea juu ya vitu vingine. Watu wanafikiri ni mambo hivi. Because naambia watu nimekamilisha saa hizi hospitali ya level 3 26 imemalizika ndani ya kaunti ya Kiambu. 26. Hata hapa kwetu hapa Kiambu, huyu Napoleon atawaambia sasa nikumaliza ninamaliza hospitali Ting'ang'a. Kama ni Ting'ang'a unaiona pale, si iko hospitali huko. Yes, nikumaliza ninamaliza. Hapa Dendegwa hapo ndani hapo. Hiyo hospitali hapo tumeinua, tumefanya nini? Tunajenga ingine hapa tena hapa Kiamombi saa hizi. Si ndio jameni? So kazi tunaendelea. Ingia sasa hii Kiambu hospital hii kubwa saa hizi. Nimeanza ku-overhaul hiyo hospitali na iweka tena a new wing ya level 4 ndani ya hapa hii Kiambu kubwa. Ndio watu wetu wapate huduma. Mliona ya kwamba sisi serikali nzima ya Kenya, the whole government ya Kenya, nchi yote sisi ndio tumepata ile kikombe na pia kushangiliwa ya kwamba kikumbe serikali ya kaunti inaweza kufaulu kwa kazi yake. Kwa vile walifikiri tutaenda kunyosha mkono tupatie pesa. Nikakuja hapa nikafunga wizi. Hao wenye walikuwa mbele yangu walikuwa wanakusanya only 2 billion kwa mwaka ya huduma na haiwezi tosha. Walikuwa wanagojenga kila saa, wewe pesa haijakuja Nairobi. Nikafunga 1 year, the second year ile 2 billion 5.5 billion. Sasa saa hizi tunaenda kugonga 7.5 billion kwa hiyo pesa ya huduma. Ndio hata nyinyi ni wanaboda, hata wakati unalipisha mtu unamlipishanga na unafanya hesabu. Nikuulize kama kwa mwaka mmoja wa Matangi anatoa pesa kutoka 2 billion to 5.45 billion. Hiyo bilioni 3 ilikuwa inaingia kwa nani kwa kila mwaka? Silikuwa inaingia kwa mifuko ya watu. Na hiyo ndio njia ya kuhudumia watu. Kwa hivyo nataka tusikizane na nyinyi ile mwelekeo ambaye tumepeana. Na msijali hata mkiona huku ninahangaishwa. Mimi niko tayari. Nilisema mnihangaishe hata kama siku ile ya mwisho mliendelea kunihangaisha, lakini mahali nipo nilisimama sitang'oka. Ama namna gani jamani? Sitang'oka. Nitasimama imara. Kwa vile mimi nasimamanga na haki ya watu wangu. Ama namna gani jamani? Mkinichukia kwa vile nilikataa kwenda kufanya deals na nyinyi, mnichukia mpaka siku ya mwisho. Lakini mtanichukia na wenye tuko nao pamoja ni hawa. Ama namna gani jamani? Yes. Vita hii naona hakuna vita zijapigwa. Hii Kibutu, ndio kinaharibu kila kitu hapa. Hamwezi kupanga chochote na yeye. Hata hapa watu wanachaguliwa, mtu anaenda nyumbani mfuko tupu. Kwani mshahara ulikuwa unapewa alafu wewe unangojea ingine ya kuongeza? Ama namna gani jamani? Si mtu ameandikiwa mshahara karibu ya shilingi milioni 1 kama umechaguliwa. Ni mwana boda mgani hapa kwa mshahara ya shilingi milioni 1? Unasema mfuko tupu namna gani? Kama unataka kwenda na kitu ujue kufanya saving kama watu wanaume wengine. Ama namna gani jamani? Kwa hiyo unaenda na kitu. Hii mambo ya kushinda watu wakichaguliwa kazi yao, the first thing watu wakichaguliwa ni kwenda kuwinda tu mashamba ya watu. Na muulize watu hapa vile nimehangaika. Kujaribu tu ati unataka kujengea wananchi wako shule tu ya kuokoa watoto. Unapata mtoto mdogo anatembeanga 5 kilometers kwenda kwa nursery ECD. Nikitafuta mahali ya kumjengea hapo katikati nikate safari yake hakuna hata mahali ya kujenga darasa moja. Watu walinyakua kila kitu. Ingine ni imebidi nimenunua. Sasa ile mimi niliona mahali moja hapo, ingine pale ilikuwa imefichwa. Sasa mimi nachukuanga, naambia watu wewe kuleta title tutaongea. Hayo nalete hii tunataka tukate hivi na hivi na yeye ndio wameleta kwanza. Ikifika pale koji mvuko pia si wageni. Sasa tukionana tena uende ununue yako ile yako ya halisi, alafu uniombe title, nitakupa title, lakini hii ni ya wenyewe. Ama namna gani jameni? Sasa hiyo ikifanyika kwa yote wa Matagi ni baba ajuru. Hii mtu lazima tulime mpaka aondoke. Sasa hii video yote mnaona mimi na charazo hiyo, sitaki kushinda nikiongea juu yake, lakini haina mambo mengine, ni hiyo. Sasa inasikia kumetafuta watu ule governor mwenye anataka kuletwa ambaye atafanya zile vitu mimi nimekataa. Nimewaambia sasa mumulete tu, atatupata kwa uwanja na tutakuwa na hawa. Muamuaji wa vile itakavyokana ni nani atakalia kiti, sio wenye wako ofisi na sio wenye wako na mabunduki
na sio wenye wako na kalamu kubwa, na sio wenye wamekaa hata kwa makoti. Ni hawa watu wenye wamekaa hapa chini, hao ndio wenye kuamua. So hizo makesi wamenijezea makesi kotini za uongo, wamenifungia akaunti zangu zote, wameharibu mpaka biashara yangu ya mikono ile nilianzia kule Nairobi. Nimesema Mungu ndiye analipa hizo, ama namna gani jameni? Lakini kazi lazima tutafanya. Kana morega tenywa rogia Mungu. Ni wote hapo. Yes. Owane kwa toradhi na totiraina ndio ni modo. Nimeambia watu sasa tena ya pili tuheshimiane kwa hii kazi. Mimi najua hesabu yangu. Niliomba kazi nikiwa najua ile kitu mimi nataka kufanya. Niliomba kazi nikaambia wana Kiambu nikiwa nimebeba kitabu inaitwa Manifesto ya Wamatangi. Ya kwamba hii kazi 1 2 3 4 mpaka namba 8 ndio nataka kufanya. Na nilikuwa nimepiga hesabu mpaka ya masaa, mpaka ya masiku. Sasa hiyo kazi nimefanya kwa miaka 3. Uchaguzi imegojea, inabakisha tena mwaka ingine mzima na miezi 6. Nimeambia watu mwache hapa kuja kuniwekea vikwazo nini ati lazima niingie kwa chama kwanza, siingii kwa chama kwanza, ninamaliza kazi kwanza. Nikimaliza kazi kwanza alafu sasa ndio tutaenda kwa chama. Na mimi sitaenda kuita chama wapi ama wapi, nitakaa hapa Kiambu. Kama ni chama inakuja, nyinyi mniambie ni gani mnataka. Ama namna gani? Mniambie hii alafu sasa wakikuja ile nyinyi mmesema hiyo ndio tutatembea naye. Ama namna gani? Kwani mimi najichagua, si nyinyi mnanichaguanga? Nitaenda kivyangu kwenda kusema nataka hivi ama nyinyi ndio mnaniambia vile mnataka? Si ndio mnaniambia? Ndio nimesema mimi kwanza, na ile kitu nitawaonesha peke yake ni alama na ishara na ukweli wa kazi ambayo tumefanya. Kazi ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Hivyo ndio tumwambia. Pass ile ticket ya kupita ni kazi peke yake. Hii ingine muhuhu na mdomo na perepere na nini na mshene, hakuna mtu mwenye hawezi piga hiyo mshene. Ama namna gani? Mshene kila mtu anaweza piga. Na hiyo perepere kila mtu anaweza piga. Kwani kuna qualification ya kupiga kelele? Hakuna, si ni mdomo peke yake. Nani amezaliwa bila mdomo? Si ni adabu tu inakwambia si wakati ya kuongea na hii wakati ya kunyamaza. Ama namna gani? Nani hawezi kutukanana? Si unaweza tukanana? Si ni Ukristo tu na ukweli na heshima ya mwingine nakwambia usitukanane saa hii huko kwa mtu. Ama namna gani jameni? Si ndio? So wasituonange, unajua watu wanaona tunanyamaza hivi wanafikiri ni ujinga. Hiyo mambo yote mnafanya tunaweza fanya, lakini uzuri tuko na kitu kingine tunajua kuna heshima ya wengine. Tunajua kwamba kuna Mungu kule juu mbinguni. Na tunajua hii dunia huwezi kuishi peke yako, lazima uishi na wengine na waheshimu. Ama namna gani jamani? Yes. So hiyo mambo ya kuonanga watu unajua wanakujanga kupima watu ati hiyo kama mtu wa Matangi kanasemanga hapo ati mtu ya single mother sijui nini, kama mtu kametoka huko ni sawa sawa huko. Hata ule Daudi alitolewa huko msituni akiwa kule analisha ng'ombe. Ama namna gani na mbuzi. Yes. So wasifikirianga tu kwa vile wao wengine majina kubwa nini ati hao ndio peke yao wanaweza kufanya kazi ikuwe sawa sawa. Tutafanya kazi kwa ile njia inayofaa. Tuamwado hiyo. Tuko pamoja. Kazi ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Sasa niwaambie basi, nimwambie hayo maneno ndio tusikizane kwa vile mimi nawapenda na nataka tuambie watu wajue tutawaprove wrong. Ya kwamba wakifikiria tukipatia wanabodaboda pesa itapotea. Hakuna pesa inapotea kwa wanabodaboda. Itaingia na itafanya kazi na hawa jamaa watafanya kazi nzuri na hiyo mambo itawabadilisha maisha yao. Ama namna gani jameni? Tutapatana na hao huko mbele. Vile hapa huyu jamaa ametuimbisha hapa wimbo hapa tejini tuna ride akasema tunatoka kwa viti tuingie wapi na tuende mpaka kwa Range Rover. Wacha Range Rover, hata tutakuwa na manyumba zetu za gorofa kama wengine. Yes. Hii kitu hii baraka haikwangi ati iko na nini, haina formula nyingine. Formula ya baraka ni kazi ni bidii kwa kazi. Ama namna gani? Nyingine Mungu anakuja anaongeza juu yake. Kwa hivyo tusikizane hii pesa mkichukua jameni, viongozi wetu, chairman, mhakikisha kwamba mumemanage hiyo pesa vizuri, watu wetu wafaidike. Ikihitajika ingine nataka nikusudie na najua sitakuwa nimekosea. Tukifikia mwaka wa 2027 the next budget wenye wamepata saa hizi 1,600 atakuwa anapata 1.8 million. Yes. Because pesa ikionekana mahali ipo, na unajua mimi sinimwambia mimi sio mtu ya kwenda kuwekea watu mkono hivi ati mlipe, mimi ni mtu wa kufanya kazi. So pesa itakuwa wapi? Itakuwa hapo.
itakuwa hapo ya kuwapatia. Mkionyesha ni bidii, tutafaulu. Kwa hiyo nataka tusikizane pia, kwa vile chairman wakizungumza hapo wamesema tuko na shida mambo ya insurance, tuko na shida mambo ya license, na tulikuwa tumesema na nikawaambia kwamba hiyo mambo mimi nataka nitaleta suluhisho. Vile tumeanza mambo ya license, tukaketi na jamaa nimesikia ameintroducewa pale na mkubwa wao na wengine, na tena another 2 institutions. Tumesikilizana, sasa tuko kwa hali ya kupanga mpango wa mkataba mzuri, ambapo kila sako watakuwa wanatutolea majina ya watu wao ambao wanafanya hii kazi, wenye wako na shida ya leseni kwa region ama kwa zone. Hao watu tunachukua hiyo majina, tunapatia hawa pamoja na another 2 institutions tunafanya kazi, watu wanakuwa trained, tunalipia license zenu, license inakupata through the chairman, na sako yako unachukua unaanza kuenda mahali unaenda. Hii mambo yetu ya kubebaka asubuhi Sunday, ati mama amekuja anaenda kwa guild, ekirete tukuoto wake tutheru twa buru akaisha boda boda, ukona muthigari hali wakatorekeria ndoma ine ore pole ukikinya mutumia kanitha ayana ndoro tondu gatete ko hiyo mambo ikuishe ama na magani jameni. Yes, ndio kama ni wakati unatembea straight, afande akikuona pale unainua mkono anakwenda zako ama na magani jameni. Ile kitu yenye tunapanga baada ya hiyo, nitahakikisha majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukifikia mwezi wa 6 tutakuwa na suluhisho mambo ya insurance yenu. Niweza mwanaboda isiwe ati wewe wakati ati kama uko na kaloni kidogo ya boda unafanyanga tu kazi ya boda, na mwana insurance unaendaga nyumbani na una mfuko tupu. Hiyo kitu najua imekuwa ni kuumiza, na hiyo ndio inafanyanga unapata mtu ukichukua unapeana 1000 yako 20 unapewa kaboda unalipa ama namna gani jameni? Unajua mimi kuna wakati nilikuwa nikitembea pale hapa Hill pale, kuna hiyo kampuni inaitwa Watu sinakuanga hapa Hill hapo, nilikuwa nakutaka wanaboda wengi wamekaa hapo hivyo, wamataki yetu yani, nikiwasalimia kwa nulia kalanchi wanaambia sasa ni mateso, nini boda zilishikwa zilifanya nini. Hiyo kitu tutamaliza within mwezi wa 6, we will give you suluhisho ya mambo ya insurance. Sitaki kuongea kupitisha hapo sana, nataka tu tusikizane ya kwamba majaliwa yake Mwenyezi Mungu nyinyi mtatushikilia, na nyinyi mnajua mimi ni mtu wa ukweli, demuorie tu na gitio Mungu tunyitega mtashikilia. Ni mnataka Kiambu hii iheshimike tena. Unajua wakati sisi tuko primary schools tukisoma ile kitu ilikuwa inaitwa history and civics, tukisoma wakati tuko primary school. Na mimi najua pastor wewe labda ulikuwa kwa hizo shule, tulikuwa tunasomanga hiyo history and civics. Siku hizo serikali ya kwanza iliongozwa na mzee hayati Jomo Kenyatta. Walikuwa wanatoa pesa ndani ya kaunti ya Kiambu, wanakopesha serikali kuu kule Nairobi, walipe mishahara, alafu watalipa kaunti ya Kiambu pesa ile wamekopeshwa na kaunti ya Kiambu. Hapo ndio tulikuwa miaka hizo. Sasa uangalie saa hizi mahali tupo, na ndio mliona nikisema mwito wangu is making Kiambu great again, kwa vile tumekuwa great once in our lifetime, na ile kitu tulifanya ni kupoteza direction. Tusikizizane ya kwamba nyinyi tutatembea hiyo safari pamoja, mukoro wa naidhi tushokero mukaro ni wado itu, na ndio mambo ikiwa sawa sawa tuhemu wado itu tuko pamoja. Hebu nione wenye wako na matangi ile alkweli. Asanteni wazee, asanteni sana. Kwa hivyo nataka nimuulize Msheke akuje to introduce MCAs wetu hapa, wenye wako hapa na wenye hii area.